Dada Nora. Kafahadi. Ujue njaa inaniuma sana. Yaani kama unavyojua tena njaa hii ya mchana. Kwa hiyo naomba niandalie chakula kidogo niwahi mazoezini yani. Mazoezini kaka? Madrasa leo huendi? Ilo la madrasa naomba niachie mwenyewe yani. Ilo yeye halikuhusu. Niandalie tu chakula mimi niende mazoezini. Basi sawa, lakini swali kwanza kwa sababu muda wa swala unaisha. Unaweza kuswali mimi nitapata lisha. Njoo. Jambo la kwanza umenitupia hicho kidude hicho. Huo msara huo. Na jambo la pili, hizi akili zako hizi zina virus kidogo eh? Sasa mbona unapenda kuingilia katika mambo yasiyokuhusu? Yaani hili jambo halikuhusu kabisa. Yaani kabisa halikuhusu hili jambo hili. Naomba niachie mimi mwenyewe. Ninachotaka mimi na kuomba niandalie chakula, nataka niwahi mazoezini. Aha. Utaki kuswali na leo eh? Basi hapa chakula hakuna. Baba akasema asiyeswali leo humu ndani asipewe chakula. Kwa hiyo hakuna chakula. Unasemaje? Hakuna chakula. Nitakupiga. Tena nakwambia nitakupiga. Mimi wala hata sina kosa. Baba ndo kaacha haya maagizo humu ndani kwamba asiyeswali leo asipewe chakula. Kwa hiyo msubiri mwenyewe. Ukimwona watu wanafunga mlango anarudi, nenda kampige. Mimi sina hata kosa. Vipi hapa? Wewe unafanya upumbavu gani na mdogo wako? Baba, mwanenu simuelewi kabisa mwanenu huyu yani. Sijui kapata roho mbaya ya wapi yani. Sijui kapata. Hata bale mama alikuwa sio hivi. Ananinyima chakula baba. Ananinyima chakula. Ina maana mpumbavu leo kagoma tena kusali? Ndio baba, ndio mimi nimemwambia ataanza kunipiga hapa mpaka nimedondoka nimeumia. Hapana baba, ananichongea tu baba. Ongea hapa. Umenipiga. Amekumiza? Ndio. Nenda ndani, endelee na shughuli zako. Mimi nitamlipizia kama alivyokupiga wewe. Wewe kijana vipi wewe mwanangu? Nimekusomesha. Umefahamu mimi napata heshima kwa ajili yenu. Wewe leo unaacha kusali, unaacha ibada. Umekuwa kama punda unabeba mzigo ulikuwa hujui thamani yake. Kwa hivyo leo mimi nitakutia adabu, ujue kama mimi ni babako na ninakufunza mema. Twende kukuonyesha adabu. Maidirisha kunikimbia wewe.